Kabla hujasoma ukurasa huu, tayari umekwisha liwa na mzimu, kwa sababu ulitamani pesa haraka. Sasa hakuna kurudi nyuma. Tuambie, watizama ukiwa nchi gani? Mimi niko Tanzania. Mji wa Kinyasini haukuwa maarufu kwa utajiri. Watu wake walilima, wakauza, wakafa kwa umaskini kama wazazi wao. Lakini kulikuwa na nyumba moja katikati ya msitu wa mipera, nyumba iliyokuwa imesimama tangu miaka 300. Watu waliita nyumba ya Mwanakombo. Hakuna aliyethubutu kukaribia baada ya jua kuchwa, kwa sababu usiku macho mekundu yalionekana madirishani na sauti ya kishindo cha sarafu ikitawanyika sakafuni. Juma Bakari alikuwa mchuuzi mdogo. Siku hiyo alikuwa ameachwa na mke wake Mariamu kwa sababu hakuwa na hela ya kununua dawa za mtoto wao mgonjwa. Alikaa ukingoni mwa kitanda chake, machozi yakimtiririka, akitazama mkoba mtupu. Saa ilikuwa 11 usiku. Ghafla, upepo mkali ulivuma na kubeba karatasi nyeusi ikatua miguuni pake. Aliichukua. Ilikuwa imeandikwa kwa herufi nyekundu: unataka pesa? Njoo nyumba ya Mwanakombo. Usichelewa. Usileta mwenzako. Usiombe msamaha. Juma alijua hadithi. Watu waliokwenda hapo walirudi matajiri, lakini baada ya siku 7 walipotea kama wamezamishwa ardhini. Alipaswa kuchagua. Mtoto wake alikuwa anafaa. Alichukua tochi na kuelekea msituni. Nyumba ilipojitokeza, mwezi ulipotoka, Juma alisimama. Miti iliyozunguka ilikuwa imechanika kama mikono ya wafu wanaojaribu kutoka ardhini. Mlango ulikuwa umefunguliwa nusu. Ndani, giza lenyewe lilikuwa linatembea. Alivuka kizingiti. Sauti ikamkaribisha. Sauti ya mwanamke mtamu, lakini yenye kigugumizi kama ndoto mbaya. Karibu Juma, tumekusubiri tangu uzaliwewe. Taa za mishumaa 100 ziliwaka zenyewe. Chumbani palikuwa na meza ya mviringo. Juu yake kikombe cha udongo. Pembeni mifupa ya wanadamu imepangwa kwa umbo la namba 666. Nina pesa nyingi, sauti ikasema, lakini pesa yangu ina masharti. Juma alitetemeka. Nataka hela ya kumnunulia dawa mtoto wangu. Utapata, hata zaidi, lakini utalazimika kutoa kitu. Kitu gani? Siku ya kwanza utatoa usingizi wako. Hutolala tena usiku wote maishani mwako. Siku ya pili utatoa sauti yako. Hutozungumza tena. Siku ya 3 utatoa kumbukumbu zako. Hutaijua hata jina lako. Na siku ya 4 utatoa roho yako. Utakuwa mzimu mwingine hapa. Juma alitaka kukimbia, lakini miguu yake ilikuwa imekwama sakafuni, kana kwamba mizizi imeota. Usiogope. Wateja wangu wengi walikubali. Waliishi kwa furaha kwa siku 3. Wakanunua magari, nyumba, wanawake. Lakini siku ya 4 walirudi kwangu.
Wamekaa hapa chini ya sakafu. Unasikia sauti zao, wanakuomba ujiunge. Kweli, Juma alisikia kilio cha chini chini ya mbao. Mikono mingi ilianza kujitokeza kwenye nyufa za sakafu, ikinyosha vidole kuelekea kwake. Sawa, alipiga kelele kwa hofu. Nakubali masharti, nipe pesa. Sauti ikacheka. Tayari umeshakubali, sasa fungua kikombe. Juma alikitazama. Ndani ya kikombe kulikuwa na sarafu ya dhahabu iliyochomoya uso wake mwenyewe. Alipoigusa, nyumba nzima ilitetemeka. Pesa za kumiminika kama mchanga zilianza kutoka ukutani. Noti za 1000, sarafu za fedha, dhahabu zikafurika mpaka magotini, mpaka kifuani. Juma alizama ndani ya pesa, akijikwaa, akijisikia mzigo mzito kuliko mwili wake. Alipoamka asubuhi, alikuwa amelala nje ya nyumba. Mkoba wake ulikuwa umejaa hela. Alikimbia nyumbani. Mtoto wake alipata dawa. Mariamu alirudi. Lakini usiku ule alijaribu kulala. Macho yake yalikuwa wazi kama ya chatu. Hakufumba kamwe. Usingizi ulikuwa umeondoka kabisa. Alitoka ndani ya nyumba ya Mwanakombo akiwa na mkoba mzito wa noti za 1000, sarafu za dhahabu, na mkono wake wa kushoto ukichoma kama moto alipogusa kikombe cha udongo. Lakini hakujali. Alikimbia kuelekea mjini, mapigo ya moyo yakipiga ngoma ya ushindi. Alipofika nyumbani, jua lilikuwa limeanza kuchomoza. Mariamu, mke wake, alikuwa bado amekaa pembeni ya kitanda cha mtoto wao Rajabu, akilia kwa sauti ya chini. Mariamu, tuna pesa. Juma alifungua mkoba. Noti zikatawanyika sakafuni kama majani ya vuli. Mariamu alitazama kwa macho makavu. Umezipata wapi? Je, hukwenda kule nyumba ile? Juma hakujibu. Alitoka nje, akaenda dukani, akanunua dawa za Rajabu. Akanunua maziwa, nyama, mchele, blanketi mpya na hata pete ya dhahabu kwa Mariamu. Watu wa Kinyasini walishangaa. Juma amepata urithi, waliulizana. Lakini wengine walitazama uso wake. Ulikuwa umekauka kama gome la mti. Macho yake yalikuwa mekundu, mekundu kuliko moto. Usiku ulipofika, Mariamu alilala karibu na Rajabu. Juma alijilaza kitandani. Alizima taa. Alifunga macho. Lakini usingizi haukuja. Alisubiri dakika 10, saa 1, masaa 3. Macho yake yalikuwa wazi kama vile mtu amechorwa manyoya kwenye kope. Aliona kila kivuli ukutani. Alisikia kila sauti ya panya anayekoroma chini ya sakafu. Alilala chali, akitazama dari. Na kwenye dari, aliona uso. Uso wa mwanamke asiye na meno. Macho yake yakimulika kwa mwanga wa kijani. Sauti ile ile ya nyumbani Mwanakombo ikamjia akilini. Siku ya kwanza, usingizi wako. Sasa ni wangu. Hutolala tena. Juma alitoka nje ya nyumba katikati ya usiku wa giza. Alitembea mpaka msituni. Aliketi chini ya mti wa mpera akitazama nyota.
Akajaribu kuimba ili ajisikie usingizi, lakini sauti yake ilikuwa inazidi kudhoofika. Alipojaribu kupiga miayo, taya lake likafumba kwa nguvu kana kwamba mtu ameshikilia. Alirudi nyumbani asubuhi. Siku ya pili ilianza. Mariamu alimuona akiwa kimya. Juma, unasikia? Unaonekana mchovu. Umelala? Juma alitaka kusema ndio, nimepumzika, lakini mdomo wake ulifumba. Alijaribu tena. Sauti haikutoka. Alizama koo lake, akahisi kitu kikiziba njia ya sauti, kama kamasi kavu. Akaanza kuhofia. Alikimbia bafuni, akatazama kioni, akafungua mdomo pana, akajaribu kupiga kelele. Hakuna sauti. Hakuna hata upepo wa hewa kutoka kinywani mwake. Sauti yake ilikuwa imeondoka kabisa, kama usingizi wake. Alilia kimya. Machozi yalimtiririka, lakini hakuna mlio, hakuna kilio, hakuna sauti ya kuomba msaada. Mariamu alimjia nyuma. Juma, una nini? Unalia? Alimgeukia, akanyoosha mkono wake wa kushoto. Alama ya kikombe cha udongo ilikuwa imechomwa kwenye ngozi yake. Namba 666 ikiwaka moto. Mariamu alirudi nyuma kwa hofu. Alichukua Rajabu na kukimbia nyumbani kwa mama yake. Sasa Juma alikuwa peke yake, na alijua usiku ule lazima arudi kwenye nyumba ya Mwanakombo kwa ajili ya masharti ya siku ya 3. Lakini alijaribu kukwepa. Aliamua kukimbia mji mwingine. Alichukua mkoba wa pesa, akapanda basi la usiku kuelekea Dar es Salaam. Alisafiri masaa 6. Alipofika, alijificha katika hoteli ya ghorofa ya 6. Usiku ulipoingia saa 11, upepo ulianza kuvuma kwa nguvu ndani ya chumba chake. Madirisha yalifunguka zenyewe, taa ikazima, na katikati ya giza aliona nyumba ile ile ya Mwanakombo imesimama katikati ya chumba chake. Hakukimbia. Alijua hakuweza. Mlango ukafunguka. Sauti ile ya mwanamke ikamwita. Juma, hukumbuki? Uliahidi siku 3. Sasa ni siku ya 2. Usingizi wako na sauti yako tayari viko kwangu. Kesho utakuja kutoa kumbukumbu zako, lakini unaweza kuzuia ukiniletea mtu mwingine badala yako. Juma alitikisa kichwa. Hakutaka kumletea mtu yeyote. Upo uhakika? Sauti ikacheka. Tazama nyuma yako. Aligeuka. Nyuma yake alimuona Mariamu na Rajabu wamelala kitandani. Lakini si kweli. Walikuwa kivuli tu. Kisha akageuka tena. Sauti ikasema, kama hutaki kutoa kumbukumbu zako, leta mtoto wako. Atakaa hapa siku 1 tu. Roho yake itakuwa yangu. Lakini wewe utaishi. Utakuwa na pesa. Utakuwa na akili zako. Utazungumza tena. Utalala tena. Chagua. Juma alifungua mdomo. Akajaribu kupiga mayowe. Hakuna sauti. Alijikata kwa kucha ili aumie, lakini hakuna aliyemsikia. Alikuwa amenaswa. Sauti ikasema,
Una sekunde 5. 1, 2, 3. Juma alianguka magoti. Akainua mkono wa kushoto wenye namba 666. Akaligusa paji lake. Akakumbuka siku alipomzalia Rajabu. Akakumbuka Mariamu akimcheka. Akakumbuka jina lake. Kisha akanyoosha kidole kuelekea kivuli cha Rajabu. Sauti ikacheka kwa furaha. Umechagua vizuri. Sasa rudi nyumbani. Kesho utasahau kila kitu, lakini pesa zako zitabaki. Juma alijikuta amelala nje ya hoteli asubuhi. Alikimbia kurudi kinyasini. Alipofika nyumbani, Mariamu alikuwa amemlazimisha Rajabu chumbani. Alimlazimisha kwa nguvu. Alifunga mlango. Alisubiri usiku. Saa 12 usiku, giza likajaa nyumba nzima. Juma alisikia sauti ya mtoto wake anailia. Kisha kilio kikakata. Kukawa kimya. Giza likaondoka. Aliingia chumbani kwa Rajabu. Kitanda kilikuwa tupu. Pale palipolalia mtoto wake kulikuwa na kikombe cha udongo. Ndani yake sarafu ya dhahabu yenye uso wa Rajabu. Juma alitaka kulia, lakini hakuna sauti. Alitaka kukumbuka uso wa mtoto wake, lakini kumbukumbu zilianza kuyeyuka kama barafu juani. Alijisahau. Alijisahau jina lake. Alimsahau Mariamu. Alimsahau Rajabu. Alisahau hata alikuwa mtu. Alipofika asubuhi, alikuwa amekaa kando ya barabara, akitabasamu, akitawanya noti 1000 kwa watu waliopita. Macho yake yalikuwa tupu, kama ya samaki aliyekufa. Mwisho wa part 1. Subscribe, like, share na comment kwa part 2.